nyumbani kwa wenye ndoa. No. Tumeishi, tumepata watoto wetu, lakini mmoja katika hawa, ima mke au mume, wakianza kugombana matusi makali sana, kiasi cha kwamba mke kama ni mke akitukana mume amtukana yeye pamoja na familia yake, pia pamoja na watoto. No. Kama ni mume akitukana mtukana mke pamoja na baba yake pamoja na watoto wote. No. Haya masala shekhe, ni masala tumeyapata, na sisi tuna majirani zetu pia wengine labda wako hivyo. No. Jamii unayoambiaje shekhe? Na shekhe, katika dini tumekatazwa. Hii ni miongoni mwa watu ambao katika kesho akhira kili watapokonywa hata zile amali zao, tapo wale watu ambao waliwatukana. Sasa kwa hivyo ni kosa moja kwa moja bwana kutukana bibi, na pia kuna baadhi ya mabibi kutukana mabwana. Hili kwanza ni kosa kama tulivyosema. Pili ni kwamba kutukana watoto pia ni makosa vile vile, kwa sababu hawa watoto ukiwatukana watakosa adabu hata kwenu nyinyi. Saa nyingine za ukao yule mtoto mdogo naye akakutukana wewe Sheikh Kidudu, akili yake haijakuwa machua, na pia hajui maana lile tusi, lakini akutukana wewe na mbele za watu kuja na wageni. Sasa wale watu wanashangaa kwa nini Sheikh Kidudu haya malezi yake ni ya vipi? Na pia wale watoto sengine upeleka ile matukano hata madrasa kwa watoto wenzi wao. Sababu ni mafunzo wamejifundisha kutoka kwa wazazi wao. Naam. Yaani kutukana kwao sio uzito. Ayapeleka shule na moja kwa moja. Kwa hivyo itakuwa ile nyumba shekhe imbomoka karibu yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wale wazazi wawili ambao hawakuwa na vichujio kwamba hili ni kosa paka hapa. Na pia vile vile shekhe, kuna haya matendo haya sengine, kuna mtu yani ule mdomo wake yani mbeba matusi throughout. Hali kama hii, kama tulivyosema kwamba saa nyingine bwana atukana mpaka wazazi wa yule bibi shekhe, achanganya baba yake, mama yake, mpaka ndugu zake, na pia mtukana mpaka uchi wake. Yani mume atukana uchi wa mke. Naam. Allahu Akbar. Ana expose mbele ya watu moja kwa, alafu na bibi naye waregesha. Kwa sababu bibi naye hatavumilia, kwa sababu hawa watu maisha yao ni ovyo ovyo. Kwa hivyo inakuwa sasa hii nyumba yote imejaa matatizo, na sengine bibi na amtukana matukano yale kwamba maadamu mtukana wazazi wake na pia wazazi wako pia Sheikh Makudwa na watukana. Sasa itakuwa nyumba shekhe, itakuwa nyumba vipi? Mke anapomtukana bwana wake amtukana mpaka atukana, akitukana watoto awatukana pamoja na bwana wake moja kwa moja. Hawachagui, akitukana bwana atukana mpaka watoto. Naam. Akitukana watoto atukana bwana. Wale watoto sengine si watoto watatu wanne. Nyinyi vichwa vyenu kama kile cha baba yenu tu. Vichwa vyenu vikubwa. Vikubwa. Vichwa vyenu kama vishogo. Shogo kama cha baba yenu. Sasa yeye kwanza ankasishwa na baba yao, lakini achukua watoto anawarifa kule kwa baba yao kwa matukano. Jipwa jikubwa kama la baba yenu. Kama la baba. Sasa hali kama hii shekhe haileti picha nzuri. Alafu pia baba naye anasema hivi, nyinyi naona kama mama yenu na matiti makubwa kama nini, wafikiri si nyinyi mmefanya mama yenu tu. Sasa watoto kwani wana matiti kweli? Wanawake pengine wale tu wasichana. Haya, tufanye wavulana, umewachanganya pamoja. Hata kama ni wasichana pia kuwatukana maziwa yamefanana maziwa mama yao, nyinyi wasichana. Si kweli kwamba watoto wasichana maziwa yao ni kama mama yao, kwa sababu wewe ndio umeyasababisha ya mama yao yawe vile. Wanasema umeyafanya yamekuwa maziwa ya nido Sasa wewe itakuwa wewe una haki gani ya kumtukana hayo maziwa kwamba umeyasababisha wewe? Ukosefu wa adabu, aidha wa bwana ama wa bibi, na hawa watoto ndio wanamalizia. Kwa hivyo Sheikh, ukiona watoto wanatukana mara nyingi, huwa wale matukano wamechukua katika sehemu mbili, kule wanakocheza na wale wenzi wao, alafu na pale kwa nyumbani ndani ya nyumba yao Sheikh. Waweza kuwa baba na mama, hiyo nyumba inakuwa ni tafrani, ni fujo tupu tu. Kwa hivyo tunasema kwamba hii nyumba sampuli shekhe. Sasa unajua katika matusi haimaliziki hapa. Ikiwa baba ana tabia ya kutukana watoto au mama ana tabia ya kutukana watoto, yani yoyote, unajua mama wakati mwingine huenda paka to the extent ya kwamba atukane watoto, awambie nyinyi ondokeni, wanakulaniwa. Kweli. Wenzangu wamezaa watoto wazuri, mimi nimezoea hawa kulaniwa hawa. Nyinyi mmelaniwa, nyinyi wasiokosa radhi ni Allah. Sasa unajua hizi ni dua. Kweli. Kuna malaika atembea kuchukua dua, na wewe mama itakuwa unawaombea watoto wako dua mbaya. Mwisho wanakuja kuwa watoto wabaya, unasema watoto wangu ni wabaya. Kumbe unawaombea kila siku. Kwa hivyo ni tahadhari kubwa kina mama.
haya maneno kurusharusha, unawaombea dua mbaya watoto wako, mwana kulaniwa, umekosa radhi wewe, utateseka katika maisha. Lakini utapata kwamba mama anakusanya mali pamoja akirusha. Ili shekhe, naona kwamba itakuwa ni kosa kubwa kabisa. Kwa hivyo hii shekhe, ni majuma ni hakikisha kwamba watu wawe na nidhamu nzuri baina ya baba na mama, watoto watakuwa wazuri shekhe, inshallah.